Haleluya, 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 haleluya. Basi unaweza kuketi katika kiti chako. Mungu akubariki sana. Asante sana mtumishi wa Mungu, pastor na rafiki yangu. Mungu akubariki sana. Asante sana mama pia. Mungu akubariki sana. Na namshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema yake ya kuwepo hapa leo. Umekuwa ni mwaliko wa ghafla na ni mwaliko wa muda mfupi, lakini ninajua Mungu ana makusudi yake. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu ana makusudi yake. Niliwasiliana na dada Debora siku chache zilizopita na akaniambia kwa habari ya sikukuu hii ya watoto, na akatamani angalau nipate dakika chache za kuweza kusema maneno machache kwenu kama wazazi na walezi. Awali ya yote ni wapongeze sana wale ambao ni wazazi, hongereni sana. Haleluya. Nina wazazi ndani ya nyumba hapa. Hebu kama wewe ni mzazi, hebu inua mkono wako juu. Fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Ninamaanisha wewe fanya hivi, weka mkono juu. Mzazi. Alright. Nina walezi ndani ya nyumba hapa. Kama wewe ni mlezi pia, hebu nyosha mkono. Mbona mkono imepungua? Watu wengi hawajui kuna ya mama mzazi na mama mlezi. Mwanamke yoyote mwenye tumbo la uzazi anaweza akazaa mtoto, lakini kulea kunaanza baada ya mtoto kuja duniani. Kuna tofauti kati ya baba mzazi na baba mlezi. Mwanaume yoyote mwenye nguvu zake anaweza akazalisha mtoto. Hata mwehu anaweza, hata kichaa anaweza, lakini kulea jambo lingine. Tuna ongezeko kubwa sana la wanaume ambao wanaweza kuzalisha, ila kulea kipengele. Tumekuwa na ongezeko kubwa sana la wanawake ambao wanaweza kuzaa, ila kulea wameamua kuwalipa watu na kugharamia watu wawasaidie kulea. Na ni kwa bahati mbaya hatui mashujaa katika eneo la kuwa baba na mama kwa kuzaa watoto. Tunakuwa mashujaa kwa kulea watoto. Maandiko yanatuagiza katika kitabu cha Methali sura 22 mstari wa 6, wanasema mlee, mnaujua huo mstari, si ndio? Mlee mtoto katika njia impasayo, naye hatoiacha hata atakapokuwa mzee. Sasa mimi ni mhubiri, jina langu naitwa Deo Sukambi, lakini pia kwa upande mwingine ni mkufunzi, ni mtaalamu wa masuala ya afya ya akili, ni mtaalamu wa masuala ya saikolojia, mtaalamu wa masuala ya malezi. Kwa hiyo leo ninatamani kwa dakika chache ambazo nimejaliwa neema hapa, ninatamani nisihubiri, ninatamani nifundishe. Na amani na iwe. Mungu akinijalia neema siku nyingine nitakuja kuhubiri. Leo natamani nifundishe. Kwa hiyo ukiona situmii mistari ya Biblia sana unisamee, kwa sababu sina mpango wa kuhubiri. Maana walokole pia nao unaweza kawa na kusikiliza sema inapatikana wapi kwenye Biblia? Leo wala sitaki kuzungumza yanapatikana kwenye Biblia au la. Mimi leo nataka nikusaidie wewe katika safari ya kulea mtoto wako. Sasa nimesoma huu mstari mmoja kwa sababu ninataka uelewe ya kwamba lipo agizo ambalo tumepewa na Mungu, sio la kuzaa watoto, bali la kuzaa na kulea. Na hakusema umuombe Roho Mtakatifu akusaidie kulea. Halo? Jamani, maombi hayalei mtoto, wala upako haulei mtoto.
wala malaika hawajawahi kuwa wazazi. Na mara ya mwisho nimeangalia kwenye Biblia, hata Mungu hajawahi kuwa mzazi. Mungu mwenyewe alisema wewe hapo. Mgeukie jirani yako mwambie wewe hapo. Wewe. Wewe ndio ulee mtoto. Yaani kwa lugha nyingine ni kwamba Mungu amekuamini, akakukabidhi kiumbe, akasema kichukue, kitengeneze. Sio kazi yake. Ninaamini katika kanisa la Mungu tuna changamoto kubwa sana ya eneo la kulea watoto, kwa sababu tunaamini somehow kuna muujiza Mungu anaweza akautenda mtoto wako akawa tu mtu mzuri, kwa sababu una upako na una roho wa Mungu ndani mwako. Unaweza ukawa na upako mpaka tunakuogopa and still mtoto wako akaharibika, na mbinguni ukaingia na umetuachia mlevi duniani. Unaweza ukawa mtakatifu kwa kiwango cha hadi malaika wanakuogopa, na mwanao akawa kahaba na akachukia kwenda kanisani. You can be a pastor or a bishop and yet ukawatengeneza watu maelfu wakaenda mbinguni, lakini mwanao akaharibikiwa. Kwa sababu swala la kulea ni swala ambalo linakuhitaji uwe baba au mama kwa mwanao. Kwa mwanao wewe sio Mkristo, kwa mwanao wewe sio mtumishi wa Mungu, kwa mwanao wala hujaokoka, kwa mwanao wala huneni kwa lugha, kwa mwanao wewe ni mama ama. Sasa ninaomba unisikilize vizuri niweze kukusaidia. Tunapozungumzia kulea, tunakuzungumzia kumwandaa mtoto wako kuishi maisha yake mbali na wewe. Kumwandaa mwanao kuishi maisha yake mbali na wewe. Na zoezi la kumwandaa mwanao kuishi maisha yake mbali na wewe linaanzia siku anapozaliwa. Yaani siku anapozaliwa, maana yake umeanza safari ya kumwandaa mwanao kuishi maisha yake mbali na wewe. Kwa hiyo tutapima ikiwa umemlea vizuri mtoto wako kwa kuangalia akiwa mbali na wewe anaishi vipi. Ukiona mwanao akiwa na wewe ana adabu, akiwa na wewe mstaarabu, akiwa na wewe anafanya maamuzi sahihi, akiwa mbali na wewe anakuwa mzigo kwa wengine, anakuwa hatari kwa wengine, na anashindwa kujisimamia, umefeli kwenye malezi. Kwa usijisifu kwamba umelea mtoto wako mzuri mpaka watu wa duniani wakusifu. Naomba niweke hivi vizuri. Hakuna mzazi aliyelea vizuri anayejisifu yeye mwenyewe. Sisi ndo tutakwambia. Subiri binti yako aolewe, mumewe atatuambia ulilea au ulidanganya. Subiri kijana wako aoe, mkewe atatuambia ulilea au ulitudanganya. Subiri mchungaji wake atuambie ulilea au ulidanganya. Subiri bosi wake atuambie. Subiri marafiki zake watuambie. Bahati mbaya tuna wazazi ambao anajisifu kwamba mtoto wake, mimi mwanangu nimemlea vizuri sana, yaani ni mstaarabu, hana mambo mengi, yaani nini. Ana miaka mingapi? 13. Wewe 13 umeanza kujisifia? 13. Mtoto wako ana miaka 15 na nusu unajipongeza. Subiri afike 25, 30 aanze kuvuruga dunia. Halo? Kuna wazazi ambaye mtoto wake ana adabu akiwa na mzazi wake tu, akitoka unaitwa shuleni unasimulia mambo ya mtoto wako unasema mwanangu. Haiwezekani. Ndio yeye.
Yaani zile habari unazoambiwa na mwalimu wake mtoto wako, huyo ndio mwanao. Sijui naongea na mzazi hapa. So unajua kuna wakati mwalimu anakupigia simu anakuambia habari za mtoto wako, kuna namna unasema ni Junior huyo, ndio huyo sasa. Wewe umjui. Mtoto wako sio yule wa nyumbani, mtoto wako ni yule wa mtaani, ndio mtoto wako. Kwa kama ni mzazi mwenye hekima, tafuta kujua sarakasi za mtoto wako mtaani, sio nyumbani. Na kama unamfungia sana mwanao kumsaidii, mwache akarukeruke nje, usikie habari zake, ndio utajua. Si unajua siku hizi tumeshakuwa na wazazi ambao sasa kwa sababu anaogopa mwanae ataharibika, anamfungia ndani. Alafu unajisifu, mwanangu ana adabu. Mama mmoja pastor alikuja ofisini kwangu, ananiambia binti yake alikuwa binti mstaarabu miaka yote. Alipoingia chuo mwaka wa kwanza, semester ya kwanza, mama nyama ndugu yangu wa siku nyingi, unajua ile semester ya kwanza binti alitoa mimba hizi, akapata na HIV juu. Alikuwa anashinda club, karudi nyumbani ni mlevi na anavuta shisha. Tunazungumzia binti ambaye alikuwa ni mtakatifu mpaka mzazi anajisifia. Alichokuwa ajui huyu mama ni kwamba sio kwamba binti yake alikuwa mtakatifu, alikuwa anamfungia. Anasema chuo kimeharibu mtoto wangu, marafiki wabaya wameharibu mtoto wangu. Sikiliza, kazi ya chuo ni kuharibu watoto. Kazi ya dunia ni kuharibu watoto. Kazi ya marafiki wabaya ni kuharibu watoto. Kazi ya shetani ni kuharibu watoto. Kazi ya mzazi ni kumjengea mtoto uwezo wa kutokuharibiwa na dunia iliyoharibika. Kwa ukiona mwanao anaharibiwa na marafiki wabaya, kosa sio wa marafiki wabaya, ni wewe ulishindwa kumjengea mwanao uwezo wa kujilinda dhidi ya marafiki wabaya. Unataka dunia ikusaidie kumlinda mwanao? Kazi ya dunia ni kuharibu. Kwa hiyo nikisikia mzazi anasema ya kwamba dunia inaharibu watoto, no. Dunia haiharibu watoto, ila tuna wazazi ambao wameshindwa kuwajengea watoto wao uwezo wa kujilinda dhidi ya dunia. Wangapi hapo mlikuwa na marafiki wa hovyo na nyie hamkuwa wa hovyo? Let me see your hand. Si ndio? Wakati unasema ya kwamba mwanao anaharibiwa na watu wabaya, kwa nini mwanao ambaye ni mwema hawabadilishi watu wabaya wawe wema kama yeye? Tuna shida mahali Kuna shida mahali. Sasa nikupe hii siri ambayo shetani anaifanyaga. Shetani huwa anafanya hivi. Shetani wala huwa haribu watoto, ila huwa anawaharibu wazazi tangu wakiwa watoto. Au nimekuchanganya? Yaani wewe ulishaharibiwa tangu ukiwa, ukajiapiza haki ya nani? Mimi nikiwa mkubwa nikipata na watoto, nakwambia watoto wangu itakuwa hivi, watasoma shule hivi, watakula hivi, watavaa. Zile viapo vyako vile ndio vimekufanya leo uwe hivyo sasa. Kiasi cha kwamba mwanao hutaki apate shida. Umeshakuwa mwokozi wa mtoto wako, umeshakuwa mkombozi wa maisha yake, unakuwa shujaa wa maisha ya mtoto. Na ndio wimbi la wazazi tulionao sasa hivi. Badala ya kumjengea mtoto uwezo wa kuwa shujaa wa maisha yake, wewe ndio unakuwa shujaa wa Junior. Junior mnenenene, mvivu, mzembe. Junior hawezi kujitegemea. Junior yuko darasa la 7C na anaamshwa asubuhi. Junior amka, viatu vyako viko wapi? Begi lako la madaftari. Junior uniform makeup. Darasa la 7, nyumba nzima tunaamka. Junior yupo. Junior anabembelezwa, kula. Junior kula mwanangu, kula.
La 7 si anaamshwa. Wewe la 7 ulikuwa unajitegemea kila kitu, mtoto wako la 7 anaamshwa, na tena mnaamka nyumba nzima kelele asubuhi. Tukikuuliza nini, bado mdogo Junior anabembelezwa kulala, kuamshwa anabembelezwa. Junior yupo. Junior anachojua yeye ni kulala, hana shida. Na akitoka shule, dada, Junior kachoka. Amefanya shughuli gani? Wewe unaenda kazini, unarudi saa 4 usiku hujachoka, ila Junior kachoka kwa kwenda kusoma. Amesoma tu kidogo, kachoka. Kwa Junior akija saa 10 ameweka begi lake na uniform, kalala hivi anaangalia TV. Nyie wazazi au wanyang'anyi wawili? Junior anachagua chakula. Mami, mimi ugali sitaki. Unampigia simu baba Junior, naomba upitie chips mayai. Junior amesema leo hali ugali. Junior anapanga chakula gani ale. Na mpo bize. Madai yako hutaki mwanao ateseke kama wewe ulivyoteseka. Junior anawapangia routine. Junior na baba Junior wote mnakusanyana hapo, mpo bize. Baba Junior yupo na Prado lake, anapitia mahali kununua chips za Junior. Chips za Junior anawapa ekaeka. Junior mmempeleka shule, hataki. Amekutana na matron ana sura mbaya, anasema ile shule siitaki. Kwa nini? Matron ana sura mbaya. Mnaenda baba Junior na mama Junior wawili, wahalifu wawili. Tumeamua kumhamisha mtoto wetu shule. Kwa sababu gani? Ni sababu tu binafsi. Na nyie ni wazazi, kuna namna mnahisi mnampenda Junior. Dunia inawaangalia tu, inapiga mazoezi, itamnyoosha Junior. Junior atanyooshwa. Hii dunia kuna namna inawaangalia wahalifu wawili, itamkomesha Junior wenu. Na mnajijua mnavyoharibugi, kwa sababu Junior hakuagi. Siku zote Junior ni mtoto, mnamuonea huruma Junior. Homework anasaidiwa, nyumba nzima siku hizi tunafanya homework. Uongo. Siku hizi homework ya nyumba nzima, baba, mama, dada wa kazi, mama mdogo, shangazi, wote tunafanya homework. Ada tunatoa na homework tunafanya. Na tunasaini kwenye kidaftari cha mwalimu. Elimu shirikishi. Tunamwandaa Junior. Ndio Junior mme wa mtu huyo. Anafanyiwa homework. Alafu wazazi wa hivyo tunaona wazazi bora. Junior anakula vizuri, Junior anavaa vizuri, Junior analala pazuri, Junior anapelekwa shuleni na gari, Junior yuko vizuri. Na kwenye birthday zote, hamna birthday inayorukwa, Junior anasherekewa kwa kuzaliwa. Kitendo cha kuzaliwa, Junior tunamsherekea. Matokeo yake akiolewa huko, mke wake akisahau kumwambia happy birthday to you, Junior anabeba mabegi anarudi kwa wazazi wake. Kwa nini hujaniambia happy birthday to me? Tunashangaa. Wewe kuzaliwa kwako kunatuhusu nini sisi? Umetuongezea nini? Junior mwenyewe ni matatizo everywhere. Siku hizi watoto wanasherekewa for nothing. Chekechea tukamaliza sherehe. Mmealika mpaka ndugu. Tunamsherekea kamaliza na nili grade 1. Are you normal? Bajeti ya sherehe milioni 3. Kisa nini? Kitoto kifupi kimekaa hivi, kinaangalia baba na mama mnavyosherekea. Anajiuliza wazee wamechanganyikiwa. Wewe unamwandaa mtoto wako kuishi maisha yake kweli? Au unaandaa tatizo duniani? Na naomba niwaambie watu wa Mungu,
Hii dunia haijatengenezwa kumuokoa mtoto wako. Hakuna binadamu aliyoko hapa kumuokoa mwanao. Usiharibu mwanao ukategemea kuna kiumbe kitakuja kufix destruction uliyoitengeneza. No one is here to save your child. Mwanao akiharibika, uwe na uhakika Mungu ni mwaminifu sana, atamkutanisha na walioharibika kama yeye. Haiwezekani ukatuharibia mtoto wa kiume alafu eti kwa sababu wewe upo kiroho sana Mungu atamuhurumia amletee mwanamke wa maana. Trust me, Mungu atampa kufanana naye. Tatizo na tatizo lingine vitakutana. Unalea mtoto mzembe, mtoto mvivu, mtoto muongo, mtoto mlalamishi, mtoto anazira, mtoto ananuna, mtoto hajui kutafuta hela, mtoto alafu apate mtu wa maana from where? Mungu anaga shida, bomu na bomu. Kwa usalama wa mtoto wako, unapolea, lea kana kwamba unamlea Yesu. Lea kana kwamba unalea mkombozi wa dunia. Unataka mwanao awe salama, lea kana kwamba unamlea kiumbe ambacho dunia nzima itakitegemea. Lea kiumbe ambacho kitakuja kutatua matatizo ya watu, sio chenyewe kitatuliwe matatizo yake. Lea kana kwamba unalea kiumbe ambacho kitakuja kuwa baraka kwa watu wengine, sio kiumbe ambacho kitakuja kuwa mateso kwa watu wengine. Usilee mtoto anayetamani kupendwa, lea mtoto anayetamani kupenda wengine. Usilee mtoto anayetamani kila wakati awe chini anaburuzwa na kuongozwa, lea mtoto anayeweza kuongoza wengine. Usilee mtoto ambaye siku zote anaga hela. Lea mtoto mwenye akili ya kutafuta hela, awapatie wengine hela. Kuomba ni kubaya. Shida yako wewe, mtoto wako ushaanza kumpa hela mdogo dogo, unampaga hela. Akili ya kutafuta hata sipata wapi? Anajuaga hela zipo tu, baba anazo. Si umebarikiwa una hela? Wengi wenu hapa mmepata akili ya kutafuta hela kwa sababu hata kwenu hamkuwa na hela. Uongo kweli? Mmekulipigwa na njaa. Mpo serious na hela kuzitafuta kwa sababu hamkuwa na hela. Mlikuwa mnakimbia umaskini. Sasa bahati mbaya watoto wenu mmeshawaaminisha wana hela. Kitoto kidogo dogo, kifupi, kimeshajua hii nyumba yetu, gari letu, baba ana hela, mama ana hela. Alafu kinawaambia wenzake tuna hela. Hela which? Hela za nani? Kuna watoto wanasumbua watoto wenzao huko mtaani. Kifupi kipo darasa la 5. Kinasema tuna gari. Gari? Tuna hela za nani? Na wewe unaambia my son, these are your things. Baba bora, these are your things. Si ndio eh? Kuna kamstari kanasema, unajua mali na urithi mtu upewa na babaye. Unajua maana ya urithi? Urithi ni mali unazopata mtu baada ya wewe kufa, sio ukiwa hai. Sasa wewe upo hai ushatoa urithi. For as long bado upo hai, mwanao lazima ajifunze kutengeneza za kwake. Haya, mambo machache. Na kitabu hapa, hiki hapa, mtawaachia kama zawadi kwa wale ambao mpo serious na kujifunza. Maana walokole wengi wanaamini kwenye maombi, kujifunza hawatakaji. Pastor, ndio shida tulionayo pia kwa Wapentekoste. Ukiwaambia toa sadaka ya ukombozi kwa ajili ya mwanao, wanatoa. Ukiambiwa nunua usome upate maarifa, hawanunui. Sijajua kwa sababu gani.
lakini I hope hapa mpo tofauti. Hii kitabu nimekiandika kwa mkono wangu mwenyewe. Mambo machache ambayo watu wengi hawajui kuhusu malezi. La kwanza ni saikolojia ya umri. Mwanao huwa anakuwa kwenye umri wa kulelewa kwenye kipindi cha mwaka 0 mpaka miaka 12. 0 mpaka miaka 12 ndio kipindi ambacho tunasema kisaikolojia ndio kipindi cha malezi au kumlea mtoto. 0 tu miaka 12 mwanao anakuamini wewe kuliko mtu yoyote. Anakusikiliza wewe kuliko mtu yoyote. Katika kipindi cha mwaka 0 mpaka miaka 12 mwanao anaitegemea sauti yako kuliko sauti ya mtu yoyote. Kipindi cha mwaka 0 mpaka miaka 12 mwanao chochote kinachotokea kwenye maisha yake hata kama ni kibaya kiasi gani anaamini ni kwa uzembe wako ndio maana kimemtokea. Ukimchukua mtoto wako kwenye kipindi cha mwaka 0 mpaka miaka 12 ukampeleka boarding school akanyanyasika, akaonewa, akateseka, hata walaumu waliomnyanyasa, atakulaumu wewe uliyempeleka boarding school. Naongea na wazazi. Ukimchukua mwanao hapa kwenye kipindi hiki ukampeleka kwa bibi, yakamkuta ya kumkuta, hata mlaumu bibi au anko, atakulaumu. Katika kipindi cha mwaka 0 mpaka miaka 12 ukiwa bize na kazi kwa sababu unatafuta hela za kumtunza mwanao na mwanao yakamkuta ya kumkuta, hata laumu waliomfanyia mabaya, watakulaumu wewe uliokuwa bize na kazi. Kwa lugha nyingine nyepesi, hakuna mzazi ambaye hana hatia kwa mtoto wake. Kibibilia, kisaikolojia, miaka 0 mpaka 12 ndio kipindi tunasema mzazi anamlea mtoto. Baada ya miaka 12 unahitaji ruhusa ya mwanao ili uweze kumlea. Halo? Naongea na wazazi eh? Mwanao akiingia miaka 13 anaweza akaamua wewe mlezi wake au usiwe. Anaweza akaamua marafiki zake wakawa walezi au tubaki. Hapa kwenye miaka 13 watoto wote huwa wanaasi mamlaka ya wazazi wao. Na ukiona mwanao hajakuasi ni kwa sababu ya msingi uliojenga kwenye mwaka 0 mpaka miaka. Yes, mnasoma Biblia. Kuna story moja hivi ya Yesu alipoenda Yerusalemu kipindi fulani na wazazi wake. Halafu walivyomaliza sherehe wakaondoka, Yesu akabaki nyuma. Mnaikumbuka ile story eh? Biblia inasema Yesu wale familia yake wakatembea mwendo wa siku 3. Wakagundua kwamba Yesu hayupo kwenye msafara. Wakarudi. Kwa hiyo kama walienda kwa siku 3, maana yake walirudi tena kwa siku nyingine. Kwa hiyo wakatembea siku zingine 3. Siku ngapi jumla? 6. Halafu Biblia inasema wakamtafuta siku 3. Kwa hiyo siku ngapi? 9. Walipompata Yesu akawaambia, mamake Yesu akasema, mbona umetutesa hivi? Yesu akamjibuje? Akasema, hamkujua imenipasa kuwepo kwenye nyumba ya baba. Hayo ni majibu ya adabu au ya ukorofi? Atuongee ukweli, hilo ni jibu la mtoto kumpa mamake? Ni jibu kweli la heshima? Imagine mtoto wako anakuambia haukujua ya kwamba imenipaswa kuwa na shughuli zangu. Umeteseka siku 9. Mungu unakutana na mtoto anakuambia hukujua. Yaani kwa lugha nyingine hujielewi wewe mzazi. Yaani hiyo ndio lugha nyingine kwamba kuna namna hujielewi. That's the meaning. Yesu mkombozi wa maisha yako amemjibu hivyo mama yake. Yesu. Sio Pastor Noah. Yesu kamjibu hivyo mama yake. Imagine that. Haya, Yesu alikuwa na miaka mingapi kwenye ile story? Biblia ilitaja umri. Alikuwa na miaka mingapi? 12. 12, kijana amekaa mtaani peke yake siku 9. Mtoto wako wa miaka 12 unaweza kumdondosha pale Afrika hapa, wakamwacha siku 9 akasurvive? Mtoto wako wa miaka 12.
Anaweza akadondoshwa Kariakoo pale akatoboa. Ndio toka miaka 12 unaogopa asiende dukani atagongwa na bodaboda. Ndio watoto wenu. Dada nenda dukani kanunue fresh kwa ajili ya Junior. Junior ni miaka 14 na nusu. Unaogopa Junior atagongwa na bodaboda. Yesu ana miaka 12, amesurvive siku 9. Unasema yes Yesu, acha mambo ya ajabu. Usilete habari za Yesu. By the time mwanao anafikisha miaka 12, anapaswa awe na uwezo wa kuendesha maisha yake. Kama hawezi, sio kosa lake, ni kosa lako. Anatakiwa awe na uwezo wa kumtuma mahali anaenda na anafanya na anarudi. Hawezi, it's you who is the problem. Wakati unasema mwanao ni mdogo, kimsingi ni wewe umegoma kumjengea uwezo ili akue. Kwa hiyo you are creating a problem, then you are blaming your child. Kwa sababu the moment mwanao anafikisha miaka 13, anaanza kuiasi mamlaka ya wazazi. Anaanza kuwa na kiburi cha ndani kwa ndani, anaanza kuwa na ujeuri wa ndani kwa ndani, na kama ni mtoto wa kiume anaanza kutafuta vigirlfriend. Na wazazi siku hizi ukisikia kijana wako ana girlfriend unachanganyikiwa. Lakini wewe ulikuwaga nao. Mlikuwa mnaandikiana barua, wengine mlikamatwa na barua. Debora ananiangalia. Mmeokoka sasa hivi mnajifanya dhambi zote hamkuwa nazo, mlikuwa nazo wengine. Bwana asifiwe sana. It's normal. Hapa ndio mtoto wa kiume anaanza kuexplore possibility ya kuwa mume wa mtu. Wewe una mtoto wa kiume ana miaka 15, hujawahi kusikia ana mchumba, hujawahi kusikia ana girlfriend, hujasikia stories zozote. Unasema ni mwanangu hana mambo mengi. Yuko ndani anaangalia tu movie, anaangalia series, anacheza games, ni mstaarabu. Mtoto wa kiume ana miaka 15 anatembea hivi mtaratibu. Ana miaka 15. Alafu akifikisha miaka 27 unaanza kuuliza unaoa lini? Anasema mama imekuwaje tena? Nilipata wapi huo uzoefu? Mimi sisemi kwamba watoto waanze kuwa wahuni, lakini somehow lazima kuanze kuwa na story zinazoonyesha kwamba huyu kijana ameanza kujitengenezea maisha yake mbali na utawala wako. Ukiona kijana wako ana miaka 13, alafu yuko tu anakipenda chumba chake kuliko kawaida, something is wrong somewhere. Kuna story unaanza kupiga na mwanao akifikisha huo umri, ni story za kiutu uzima. Tunakaa chini tunaulizana maswali magumu. Kijana, unaendeleaje? Safi, maisha safi. Hapa usijifanye mjuaje. Hapa unatakiwa uwe rafiki wa mtoto wako. Mwanao akigonga miaka 13, you have to be a friend. Uwe rafiki. Ukijifanya mjuaji, utajikuta mtoto wako anakuwa mtakatifu kwenye uwepo wako. Akitoka nje ya geti anakuwa kiumbe hatari na atafanya matukio ambayo siku kiasikia unachanganyikiwa. Unajua nikwambia tatizo la wazazi wa siku hizi ni kitu gani? Mwanao akiwa na miaka 0 mpaka miaka 12 ndio anakuwa rafiki yako. Alafu akifikisha 13 ndio unajifanya sasa uko serious kutoa maagizo. Anakucheki. Hapa nakwambia mama nimeshakuwa. Nikupe hii siri. Mwanao akifikisha miaka 13, kama ni mtoto wa kiume, ninaomba wewe mama kaa mbali na mtoto wako. Mwanao akifikisha umri wa miaka 13, kama ni msichana, baba kaa mbali na mtoto wako. Hiki ni kipindi ambacho mtoto wa kiume anatakiwa awe karibu na baba yake kuliko kiumbe chochote. Hiki ni kipindi ambacho mtoto wa kike anatakiwa awe karibu na mama yake kuliko kipindi chochote. Yaani mwanao akifikisha miaka 12, 13, mama ondoa mtoto wa kiume karibu na wewe, unamharibu. Baba ondoa mtoto wa kike karibu na wewe, unamharibu.
Mtoto wa kike akikaa karibu na baba yake sana, by the time amefika miaka 13 na akaendelea kukaa karibu na baba yake, ndoa yake na baba yake haitavunjika na ataenda kusumbua mume wake. Ushawahi kutana na wale wanawake ambao wameolewa lakini anamisi baba kuliko anavyomisi mmewe, anamposti baba kuliko anamposti mmewe, status zote zimejaa baba, I miss you dad, I miss you so much, I love you so much dad. Ameolewa na miaka 8 ya ndoa, lakini kila siku asubuhi simu ya kwanza anaongea na baba. Na tunajua wanaume, hakuna kazi ngumu kama kummanage mwanamke ambaye bado ana uhusiano mzuri na babake, kwa sababu send off haikufanyika. Tulifanya sherehe kwa sababu